Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji katika channel ya Shahidi Online TV. Kwa mara nyingine tena nimepata nafasi ya kumtembelea Shahidi ili kupata mawili matatu kwa ajili ya umma na kwa ajili ya jamii zaidi. Insha Allah, naomba utusikilize kwa makini ili kupata kile ambacho tulichokiandaa. Shahidi, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za familia? Alhamdulillah, sijui wewe unapotoka huko. Nashukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri na nashukuru na familia iko vizuri. Shahidi, katika Uislamu Mtume anasema talabul ilma faridhat ala kulli muslimi wal muslimati, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu wa kike na Muislamu wa kiume. Je, ni kwa nini katika jamii yetu leo kuna watu wengi ambao wanataka ushehe, ustadhi, wanataka ualimu, lakini kwa nini hawataki kusoma? Hii inatokana na sababu gani, au hii ni kwa nini? Mimi naona hiyo ni sababu ya pupa. Kuna kitu kinaitwa pupa, kwa sababu ukishakuwa na pupa ya elimu unatamani upate ushehe na ustadhi. Wajua duniani hakuna mtu anayejua, sawa, isipokuwa tu kuna mtu aliyekuwa afadhali ya kile alichojaliwa na Allah. Kwa sababu Imam Shafi anasema laisa almar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilman kaman huwa jahil, kwamba hakuna mtu anayezaliwa akiwa anajua. Laisa almar'u yuladu aliman, hakuna mtu anayezaliwa akiwa anajua, hakuna. Wa laisa akhu ilman kaman huwa jahil, na mtu mjinga hawezi kufanana na mwenye elimu. Wa inna kabira alqaumi la ilma indahu saghiran alayhi idha iltafata alayhi almahafidh, na mtoto mdogo akiwa ana elimu anabadilika na kuwa mkubwa, na mtu mzima kama hana elimu anabadilika na kuwa mdogo. Kwa hiyo hakuna mtu anayezaliwa akiwa anajua, isipokuwa tu kuna ule kuzidiana elimu. Sasa kuna watu ambao wao hawataki kusoma, lakini wanataka wamzidi mtu fulani kwa elimu, hali ya kuwa bado hawataki kusoma. Hii inaitwa pupa ya elimu. Asante, nashukuru kuhusiana na kuelezea kwamba kuna tofauti kati ya mtu aliyesoma na mtu ambaye hakusoma. La aliyastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Lakini je, ni ipi athari ya mtu ambaye hana elimu na anajipachika ushehe au ustadhi na akajiona kwamba ana elimu? Athari yake ni nini katika jamii au katika matendo ya kila siku? Kuna kitabu kinaitwa I'lam al-Muwakkilin. I'lam al-Muwakkilin, hicho kinazungumzia tu ubaya wa kutoa fatwa kwa mtu ambaye hana elimu. Yaani mtu anajifanya shekhe lakini hana elimu, akawa ni mtu wa fatwa mkubwa huko katika mitaa. Sasa kwenye hicho kitabu kimeeleza madhara yake mengi, yako madhara mengi sana, kina mijeledi zaidi ya 200, madhara mengi sana. Lakini pia katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man afta bighairi ilmi la'anatuhu almalaikatu as-samai wal ardh, kwamba mtu yoyote atakayetoa fatwa bila ya kuwa na elimu, basi malaika wa mbinguni na ardhini wanamlaani mtu huyo. Kwa ikiwa ukijibu swali ukijifanya wewe ni shekhe, kama elimu huna, hali ya kuwa elimu huna, ukatoa fatwa, basi malaika wa mbinguni na ardhini wote wanakulaani. Haya ndio madhara makubwa sana ya kumpata mtu ambaye anataka ushekhe lakini bado hajafikia daraja. Nashukuru baada ya kusikia madhara hayo, lakini na mimi vile vile nitaongezea kwamba mtu ambaye hana elimu na hataki kusoma, lakini mtaani au sehemu yoyote anajifanya ndio tayari kashabobea na hataki kusoma, kwa sababu anajidanganya katika kichwa chake, anaona ana elimu, lakini innamal ilmu bitaallum, hakika si vinginevyo, hakika ya elimu ni kusoma tu. Lakini Mtume anataja madhara mengine katika kitabu cha hadithi Mukhtaru Hadithi Nabawi, anasema idha usnida al-amru fi ghairi ahlihi fantadhiru saa, litakapopewa jambo kwa mtu ambaye halijui, basi tusubiri kiyama, na kiyama ni kuharibika kwa lile jambo jinsi ambavyo atakavyolipeleka. Kwa hivyo moja kati ya athari za watu ambao wanajifanya wamesoma na hawajasoma ni kuharibu mambo ya watu katika jamii, kwa mujibu wa hadithi hii. Je, Shahidi, unawashauri nini watu ambao hawataki kusoma lakini wanataka ushehe na wanajipaisha lakini hawataki kusoma, kupiga goti wakakaa chini? Unawashauri nini? Mimi ninachowashauri kwamba waache tabia hiyo kwanza.
waache tabia hiyo. Hiyo inawezekana kama ni mimi pia nimo, au ni wewe pia umo, au yule pia yumo, au wewe unaniangalia pia umo. Kwa kila mmoja, balil insanu ala nafsihi basira. Mwanadamu mwenyewe anajijua katika nafsi yake kuna kitu gani. Kwa sababu utakapokuwa umejivisha vazi la ushehe, sawa, kwa hali ya kuwa hujui na unajijua kama wewe hujui, sawa. Kwa sababu kuna mtu hajui na anajijua kama yeye hajui, kisha kuna mtu anajua lakini hajijui kama yeye anajua, si mazuri. Na kuna mtu anajua na anajijua kama yeye anajua. Kuna watu wa aina tatu. Sasa ukiwa umejivisha vazi la ushehe, vazi la ustadh, ukiwa umejiaminisha kwa watu, hali yako unajua kama wewe kuna vitu vijui, ipo siku utakuja kuaibika. Kwa sababu kuna bwana mmoja alikuwa ajivisha yeye ushehe, ustadhi mkubwa sana, watu wakamwamini. Sasa ulipopata mwezi, siku hiyo watu wakamuita, shekhe, mwezi umepatwa, njoo tusalishe swala kupata kwa mwezi au kupata kwa jua. Kwa sababu watu walimwamini yule shekhe, akawa hajui kusalisha ile swala kupata kwa mwezi wala kupata kwa jua. Alichokifanya yule shekhe, akakimbia na simu kazima kabisa na simu kazima kabisa. Kumbe maskini ya Mungu hajui, lakini alijivisha vazi la ushekhe. Yeye ndio imamu, yeye ndio shekhe. Unajua majina yanaharibu, sio bana shekhe fulani, ustadhi fulani, yanaharibu. Kwa sababu mtu akishaitwa shekhe ndio tayari ashawiva. Sasa kwa sababu aibu kama hizi zinakuja kukukuta, kwa bora kubali kama wewe ni mwanafunzi. Hakuna mkamilifu, alkamalu lillah, mkamilifu ni Allah. Kwa wasia wangu, watu tuache tabia hizi kama tunazo katika nafsi zetu, tusome. Mungu atakupa tu kwa elimu, elimu yenyewe inajionyesha kwa watu, sio lazima kujitangaza kama wewe nani wewe nani. Kwa huo ndio wasia wangu. Asante. Baada ya kusikia wasia huo kutoka kwa Shedi kuhusiana na wale watu ambao wanajivisha ushehe au ustadhi lakini kusoma hawataki, lakini pamoja na hapo dini imetuamrisha sisi tusome. Maana yake kusoma ni lazima. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Lakini kwa nini Shedi, watu wengi ukijihusisha na elimu ya dini mtaani wanavyokuchukulia, wanakuchukulia kama ndo umechanganyikiwa, maisha ndo yamekushinda, kama ndo huna tena la kufanya. Mtazamo huu unatokana na nini katika vichwa vya watu? Heri ujishughulishe na jambo jingine la kipumbavu, watu watakuona umefanya mambo ya maana. Lakini ujishughulisha na swala la kusoma dini, watu wengi wanakuchukulia kama ndio umechanganyikiwa na maisha. Yule kashachanganyikiwa na maisha, ndio maana anajifanya siku hizi anasoma. Hii ni kwa nini? Mimi nafikiri ni uelewa, kwa sababu ufahamu nao ni riski. Ni riski, inategemea umeelewaje. Kwa watu wengi sana hawaelewi, hawathamini kile kitu ambacho unacho wewe. Lakini watu kama hawa wanakuja kukuthamini watakapokuwa wamefiwa. Mtu anakudharau kwa sababu wewe ndio umesoma dini kidogo, umejaliwa alhamdulillah, wanakudharau. Lakini wakifiwa na mtu wao maiti, hamna mwoshaji wewe waliokudharau wanakuja kukuita shekhe bwana tafadhali, wanakunyenyekea. Sasa huu ni upumbavu na ni upunguani. Kwa hiyo unakuta watu wanakuwa wanadharau hichi kitu, hali ya kuwa kwamba kina heshima kubwa sana. Wewe angalia wale watu wanadharaulika mitaani kwa sababu wanasoma dini, ni maustadhi. Lakini likitokezea tatizo sasa katika mtaa ambalo ni maiti au masala ndoa au masala dua visomo, anaitwa yule yule aliyedharaulika. Kwa huu unakuwa ni tutumie kauli gani? Huu unakuwa ni uelewa. Lakini pia jambo la pili, huyu ambaye unamdharau ustadhi, si unamdharau huyu ustadhi, sawa. Wewe mfano umefikwa na shida yako kubwa sana, mwanao pengine kapandisha mashetani, au kapata hasadi, au unaoshenda hospitali ukababana maradhi haya huko hayapo, hangaika kwa mashehe, mfano dua. Yule ulimdharau, siku ya pili anakuja kukufanyia wewe dua na kusaidia. Anakuja kukustiri, anamstiri mwanao, anamstiri babako, anamstiri mzazi wako, kwa sababu kafariki dunia, anamuosha, alafu unakuja kumdharau. Kwa hiyo hii ni madhara makubwa sana atakayopata mtu huyo. Kuna watu wanawadharau walimu wa madrasa, walimu wa mashehe, maustadhi, wanaona kama mtu anachanganyikiwa ile kwa sababu ile ya uelewa. Kumbe hawajui. Imam Shafi anasema dhatul fata wallahi bil ilmi wattaqa. Ukitaka upate heshima kabisa, chukua vitu viwili, elimu na ucha Mungu. Ukiwa na elimu, basi kuna watu watakuheshimu. Ukiwa na ucha Mungu, kuna watu watakuheshimu.
Lakini wale watu ambao hawaheshimu watu wenye elimu, sawa, huu unaitwa ni kutokujielewa. Mtume anasema rahimallahu mraa arafa qadruhu wa waqafa indahu. Mwenyezi Mungu anamshushia rehema mtu ambaye ametambua cheo chake na cheo cha mwenzake na akatambua uwepo wake. Ukitambua uwepo wako na ukitambua heshima ya mtu, basi huyo Allah atakuwa amekushushia rehema kabisa. Nashukuru jua hilo, na nafikiri tumeelewana kuhusiana na watu wasiwadharau walimu wa chuo, watu wasiwadharau pia mashehe, watu wasiwadharau watu ambao wanatafuta elimu, kwa sababu maisha bila elimu ni kubahatisha. Na Mtume anasema katika hadithi, amali ya mtu yoyote ambayo haina elimu, maana yake mtu anafanya matendo hana elimu nayo, amali hiyo haikubaliwi. Maana yake ni amali aliyoifanya katika misingi ya kutokufahamu. Lakini kwa maelezo hapa niliyochukua ni kwamba kuna mtu anakupiga majungu, lakini kumbe kimya kimya anakukubali. Kwa hivyo anaona tu haya ile kukudhihirishia, anakukubali kwa misingi ipi? Kwa maana kwamba akitokezewa na shida, kumbe anakuita wewe anekupiga majungu, anakuita. Lakini mtu mwenye elimu mpaka kiyama yeye atakuwa ni bora. Shahidi katoa hadithi, katoa msemo wa Imam Shafi, lakini mimi natoa haya ambayo inathibitisha hivyo. Mwenyezi Mungu anasema yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Ananyanyua Mwenyezi Mungu wale walioamini na wale ambao kwamba aliwapa elimu, ananyanyua cheo, rifat, cheo. Kwa hiyo ndugu Muislamu, kuhusiana na jambo hilo, insha Allah Shahidi atupe husia kuhusiana na swala la elimu ili tupate kufunga kipindi chetu. Unawapa husia gani vijana, au unatupa husia gani sisi jamii ambayo tupo katika kizazi hichi kuhusiana na swala zima na elimu ili tupate kufunga kipindi chetu inshallah? Mimi wasia wangu kwamba tusomeni sana, lakini pia tuelewe sana, kwa sababu unaweza ukasoma sana lakini usielewe. Ndio maana nikasema mwanzo ufahamu ndio ni nini, ni riski, kwa sababu unaweza ukasoma sana lakini usielewe. Sasa wasia wangu kwamba vijana tusomeni sana Qur'ani, tusomeni sana dini, tusomeni sana elimu hii ya dini, kwa sababu al-ilmu al-miftahul janna. Mtume anasema elimu ndio ufunguo wa peponi, kwa sababu ibada zako huwezi kufanya kama huna elimu, swala zako huwezi kuswali kama huna elimu. Kwa wasia wangu kwa vijana, tusomeni sana na tuelewe sana dini yetu. Inshallah tunashukuru Shahidi kwa kupata maili matatu na masuala ya hapa na pale na kutoa ufafanuzi kuhusiana na swala la kielimu katika jamii. Inshallah Mungu akipenda, katika muda mwingine kutembelea katika studio yako ili kupata faida zaidi kutokana na mambo mbalimbali ya kijamii na mambo mbalimbali ya maisha kuhusiana na dini. Wa hadha, assalamu.